Nani mimi? Hivi ni nani mimi? Hata niulize. Nani mimi? Hivi ni nani mimi? Navumilia. Tatizo kitokea, baba nafokea, mama natetea, dada nagombea. Nani mimi? Hivi ni nani mimi? La familia. La familia. La familia. La familia. Nani mimi? Hivi ni nani mimi? Nani mimi? Hivi ni nani mimi? La familia. Yani dunia hii, dunia ina mambo mengi sana. Yani kuna mambo mengi sana ujue. Nikwambie kitu, naambia ni kitu shoga zangu. Mwanamke sasa hivi anatakiwa ujiamini, ujikubali, uwe huru. Sio ukubali mwanaume akutawale, akupande kichwani. Hayo mambo yashapitwa na wakati. Kabisa. Maana sasa hivi ukiona ndani ya nyumba, mapenzi yanakuvuruga. Unatoka zako nje. Unachukua kijana, unaenjoy naye maisha. Yani hizi stress za hawa wazee wetu tupa kule. Na stressi ukizitaka unazitaka mwenyewe shoga yangu. Unazitaka mwenyewe. Hakuna mwanamke mjinga tena sasa hivi. Umenifurahisha sana kwa kweli. Na kushangaa tu shoga yangu. Una mawazo, unakonda. Unakuwa mawapi dada? Mawazo. Sinaambia. Yaani ninachokiwaza mimi ni jinsi ya kumlipizia huyu mwanaume. Wacha. Nitakachokifanya dunia nzima itaimba wimbo wa taifa kwa lugha moja. Subirini mtaona. Yani wallahi nimetokea kukuamini sasa. Huo ndo mwanamke eti. Unatakiwa uwe jasiri. Yani hilo tu ndio ambalo uliliacha. Umeona sasa? Tena shoga. Anza kupapasa macho kwenye vijana wako wa kazi. Kama yule kijana ambaye tulimuona hapo getini alitupokea. Bibi wewe yuko vizuri. Mtanashirika jesia. Na vijana wako humu ndani. Unao unawafuga. Unachelewa nini kujichukulia? Chukua kijana wako enjoy. Akila nje unakula ndani. Na kukushtukia ujue hawezi. Tena hawezi kabisa. Akija akipita akienda anajua mama na mtoto. Kumbe mwenzake kwatu. Roho yako imeridhika. Upo. Basi shoga yangu zingatia. Naona kama mnanipa mshawasha fulani hivi. Habari ndio hiyo. Sasa mnanifanya mimi ndugu yenu nianze kuwatathmini. Sasa nichague mmoja mama anipe raha za dunia. Habari ndio hiyo. Kwa sababu machungu nilionao ndani ya nafsi yangu yanashinda uchungu wa kufiwa na baba na mama. Yeah. Asante dada. Mimi pamoja na ndugu zangu tuna upendo sana. Sawa? Tutakuonyesha mapenzi tele. By the way, nisiwaongelee, acha nijiongelee mimi tu. Mimi Violet. Nitakupenda sana mamangu. Siwezi kumwongelea Raphael, Diana na Willy cause sijui watakupokeaje. Ila kwa mimi nitakuonyesha mapenzi tele. Unakwenda mbali sana. So hivyo. And by the way, njoo kae mama, maana sio vizuri mtoto anaongea wakati mama amesimama. Itoka Noela. Sit.
Listen. Fanya kazi zako kwa amani. Sawa? Usiwe na hofu yoyote. Hii itabaki kwa siri kati yangu mimi, wewe na baba. Oh. We got company. Pamoja na Lodrick, Whitney na Mima. Sawa mama? Have a good day. Yaani ule mtoto chuki yake niliona tangu siku ya kwanza. Anashindwaje? Anashindwaje kukuzuru wewe? Yule hata leo aambiwe kwamba muue Viola au mfanyie kitu kibaya, unafikia anashindwa? Ashindwi. Aya, sasa ndio useme kweli Noela ananiroga. Kwa hiyo na wewe unataka sisi tumfanyie ubaya au? Mimi sijamaanisha wala sina nia ya kumfanyia ubaya. Ila mimi ninachotaka ukate mazoea naye kabisa. Hata chumbani kwake usiingie. Ila dawa zako usisahau kuzitumia. Na hizo dawa zako unazonipa sio za kumloga Noela hizo. Wala wewe unafikiri kwamba mimi na nia labda kumzuru Noela? Hapana. Hizo ni dawa za kupandisha nyota yako. Yaani nyota yako iwe juu. Samu akikuona avutiwe na wewe, akuone wewe ndo wa maana. Ila wakati unatumia hizo dawa zako, kuna dawa ambazo unatakiwa unuue utaje jina la Noela. Tena unasema kabisa kwamba natumia dawa hii. Nataka Noela akae mbali na Samu. Asimsogelee, wakae mbali mbali. Na mwanamke yoyote yule atamsogelea Samu, basi atokomee mbali kabisa. Yani kazi yako tu ni kujitahidi kwamba Viola wasikaribiane na Samu. Wala hakuna ubaya wowote ambao tunamfanyia. Ila mama wewe. Mama nini bwana? Mjini hapa. Yaani kazi yako ni kutengeneza chuki kati ya Noela na Samu. Mambo mengine makubwa niachie nitafanya mwenyewe. Nishakuona utaniharibia shughuli. Twende tukapande gari bwana toa, mimi nasikia njaa sasa. Nikwambia ukweli shoga yangu. Ukweli kiuhalisia. Yule binti kakuzidi shoga kila kona. Nikimtathmini ni mzuri yule binti shoga yangu. Cha msingi sasa cha kukushauri. Unamwona kijana tu alitupokea na nige chini. Yule kajasia refu hivyo. Huyo ndo sogeza. Jisogezee ujilie vyako. Utakuwa hamjanielewa. Mimi sijaumia kwa sababu ya huyo binti. Kumbe naanzaje kuumia kwa sababu ya huyo binti? Kumbe lipi hasa? Kinachoniumiza mimi ni zaidi ya miaka 40. Tunahangaika na kuumia kuzitafuta hizi mali. Lakini cha ajabu wanakuja watoto wadogo hawajui uchungu wa hizi mali. Wanatumia hovyo. Kwa kweli inaniuma. Hilo nalo nene. Yaani Ibrahim amenivua nguo. Kama kukuvua nguo amekuvua hasa. Amekuvua kweli kweli. Lakini na wewe shoga yetu ulijiamini sana kwa mumeo. Yaani ulijiamini ulipitiliza. Ndiyo, lazima nikwambie ukweli. Ulijiamini ukapitiliza. Kana kwamba wewe ndo unapenda, wewe ndo kila kitu. Lakini yote na yote ndio maana tunakwambia chagua kijana wako mmoja. Kaa naye, enjoy naye. Upo. Ila ndugu yangu nataka tukushauri tu kweli. Ulimwamini sana wewe Ibra wako na wewe. Umemwamini kupitiliza kiasi. Kuna mambo ya kumwamini mwanaume sasa hivi. Lakini kwani hanipendi? Sawa, yote tisa. Hanipendi? Kama hakupendi shoga yangu. Ila muda sio muda wa kuongelea tena haya. Ushauri tumekupa. Kazi kwako kuyafanyia kazi. Ndio hivyo. Uamuzi ni wako. Na siku zote raha jipe mwenyewe. Usisubiri kutoka nje.
Karibuni. Asante. Deli, Abe mama, nilikuwa naomba vile vinywaji kama vitakuwa vimeshapata baridi utuletee hapa, maana leo tunataka kulewa. Sawa mama. Okay, cheers. Cheers kwa maisha mapya kwa shoga yetu. nitahakikisha nyie watu watatu mnaonja machungu na maumivu makali ninayoyapitia. Haiwezekani mdhulumu haki yangu ya kuwa mrithi na mtawala wa mali zote. Nitahakikisha haki yangu mlioipora kwa tamaa zenu inarudi kwenye mikono yangu. Mama, utashuhudia kila baya analokufanyia baba na hautompenda wala kumwamini tena. Baba, nitahakikisha unaivuruga familia yako na kuisambaratisha kwa mikono yako mwenyewe. Raphael, nitaharibu furaha yako yote na hautakuwa sawa tena. Utaihama nyumba na kuniachia kila kitu mikononi mwangu bila kupenda. I am number 5. Rangi yenye nguvu ya kufanya chochote. Muda huu ndo unafungua genge? Yaani hata uoni vibaya wewe? Unaona sawa tu Damba. Jana hujalala nyumbani, unafungua genge muda huu. Haya, na mzigo nilokuambia uende kununua kwa afu mimi naongea na wewe unijibu. Unaniona mimi mwewe Udamba? Hivyo mwanamke, ni mara ngapi nikufundisha jinsi ya kumheshimu mume wako wewe? Wewe ni mwanamke gani ambaye hujui hata kumpa salamu mumeo? Hujui hata kumpa pole? Yaani hujataka hata kujua kitu gani ambacho kimenisibu, yani hujataka. Moja kwa moja tu unakuja na lawama zako za kipuuzi. Alafu unategemea mimi nikujibu. Nikujibu nini? Na ushaamua kuja na lawama zako za kipuuzi. Kivu ameniambia kila kitu. Sikuwa na haja ya kuja kukalaisha tena nafsi yangu. Sasa kama hujataka kukaraisha nafsi yako, basi ukae kimya. Si unanielewa? Kaa kimya na mimi usinivuruge siku yangu. Imeshavurugika tangu huko polisi huko. Kwa nawe usinivuruge zaidi. Kaa kimya. Haya sawa. Huo mzigo unaenda kujumua uko wapi? Maana sioni chochote hapa. Na hela nishakupa Damba. Nitateua baadhi ya wajumbe ambao watashika nyadhifa mbalimbali na kuweza kusaidia kuhakikisha michakato yetu yote inakwenda mbele, sio mbele tu bali kwa haraka na hakika. Tusizoee tu kukalia mazoea kwamba kwa sababu sisi ni kampuni ya media, basi tuna deal tu na TV na radio na blogs na vitu vingine vya kawaida. Lazima tujifunze kuangalia nje ya box na tuangalie ni sehemu zipi ambazo wenzetu hawajazigusa.
tuweze kugusa kule ili kuweza kuongeza makampuni ambayo yanaweza kufanya kazi na sisi na kuweza kuongeza kipato na tija ndani ya kampuni yetu. Baada ya kuyasema hayo, naomba kuwasilisha mpango kazi wangu wa kampuni yangu niliyokabidhiwa na baba yangu ili tuweze kwenda mbele. Ninaamini huu ni mpango kazi thabiti utakaoipush kampuni yetu kwenda mbele. Kampuni ya Rainbow Media. Asante sana kwa hotuba yako mzuri sana ambayo umeitoa siku ya leo. Asante. Hongera kwa hilo. Shukrani. Na pia kwa kuongezea, ningependa kufahamisha kwamba wakati wowote utakapokuwa na tatizo la aina yoyote au umekwama mahali, basi usisite kuja kutaka ushauri kwangu ili niweze kukupatia mbinu ambazo mimi nilizitumia hadi kufikia hapa nilipo. Asante. Asante sana. Kwa unaninyanyasa. Unanisimanga na hivyo viela vyako ambavyo umetoa. Au unafanya matangazo tena kama mtaa mzima wajue kama hili genge ni la kwako? Au wewe unatoaga wewe, si ndio? Hayo matangazo Damba unayataka wewe. Na wewe ndo unaweka laudi. Tuko na nani hapa? Si mimi na wewe tu hapa. Au unataka mimi nitangaze tena? Jamani, nimempa mume wangu hela ameenda kununua hii mboga ya majani. Nyie wateja mmekuwa mbuzi. Wanataka nifanye hivyo? Damba usinitafutie sababu. Usinitafutie sababu Damba. Nataka kuona mzigo. Nataka kuona genge limependeza. Nitafuata kesho. Yaani Damba umejiona? Umejiona ulivyo Damba? Yaani hujali maisha hata kidogo. Yaani upo tu. Utaharibu hela za mitaji paka lini Damba? Utapoteza mitaji paka lini nakuuliza? Hivyo mwanamke unajua unataka kunipanda kichwani Yaani unaniona kama vile mifala hivi, zoba hivi, zebwe. Maamuzi yangu unafanya kama vile nakurupuka mimi mwenda wazimu, mweho. Sikia kwambie. Kama unajua una akili sana, unajali sana maisha. Kuanzia leo hii nakwambiaje utakaa mwenyewe kwenye hili genge lako. Unanielewa? Fanya kila kitu ambacho unaona ni sawa kwako. Wewe ndio una akili wewe, first lady wewe mwenyewe, sijui ndio nikuite nani. Nakwambia hivi, utafanya kila kitu kwenye genge lako. Ondoka. Ondoka ndio Damba, nitaajiri mtu mwingine. Ndio, ondoka. Namba yangu kwanza nganunue vitu vyangu. Muangalie kule. Lione kule. Ndio nitakaa mwenyewe. Sasa muangalie ameenda kuniletea mboga ya majani, mimi nitauza mboga ya majani hapa. Mwanangu umependeza jamani. Jamani, yani leo umefanya chap chap. Kila siku ungekuwa hivi, mbona ungekuwa unanifurahisha? Si unajua tena mume kaniita. Kwa hiyo lazima niwe mzungu kidogo kwenye muda. Kweli. Sije mapema tu akaniona mimi Mswahili. Wewe tena. Vipi? Mudi alishaenda kumfuata mtoto shule? Baba yako ameniambia mbona ameenda kumchukua muda tu. Ila leo amechelewa. Mpaka ameshaanza kunipa na wasiwasi. Usiwe hata na shaka. Yawezekana amechelewa kutoka darasani. Siku hazilingani. Au vinyantimba wamo ndani mwa. Walikuwepo mchumbani kwao. Ila sijawasikia muda mrefu. Sasa huu muda ambao wao wako ndani, sisi tunafanya hivi. Kuna kitu nataka nikupe ukakitumie. So unajua mimi huaga natembeaga na bidhaa zangu. Mama, kinini? Hii ni dawa ambayo nataka ukamdhibiti Sam.
asiwe kabisa na mpango na wanawake wa nje. Yaani wanawake ambao watakuwa wanamtolea macho asiwe na mpango nao. Ndio unaenda kumdhibiti na kitu kama hichi. Kwa hiyo hichi nakitumiaje? Dafina. Yaani Dafina na Furaha, huwezi amini. Mbona hivyo? Mbona sasa unalia? Niambie kuna nini? Si nimefanikiwa kuongea Shem Victor. We. Amekwambiaje? Bado amekasirika ama amesema anarudi? Yaani ile swala la kuchukia dadangu, hata usiongee. Maana kwa kuchukia tu, nilivyokuwa naongea naye nilikuwa namsikia, yani vile alivyokuwa anaongea inaonekana kabisa kuchukia, amechukia haswa. Na amelalamika, subiri sasa nikwambie. Na amelalamika jinsi tunavomvunjia heshima na mambo mengine hapa nyumbani yote kayaongelea. Na kweli mwenzangu tunavunja heshima. Kwa hiyo wewe ukamwambiaje mdogo wangu? Ina maana umeshindwa hata kunitetea, kumwambia jinsi gani naumia na kuteseka kwa ajili yake. Nimemwambia kila kitu. Yaani kila kitu nimemwambia, lakini sasa anaonekana kutokujali kabisa. Na akasema tena hataki kurudi hapa nyumbani. Mara uzalishaji sijui umezidi, ni bora akae mbali na wewe kwa sasa. Visha. Ina maana umeshindwa hata kumbembeleza, kumwambia arudi au azungumze na mimi kweli mdogo wangu? Dafina, yani natamani ungeniona ninavyoongea, ninavyokutetea, ninavyombembeleza ule bwana. Unajua nimembembeleza? Nimembembeleza mpaka nikamwambia nataka niongee na wewe uso kwa uso. Ndio akanielewa. Akasema basi sawa, ngoja nikutumie live location nilipo ili tu uje tuongee. Nimependezewa sana na mipango ya Rafael. Na pia nimefarijika zaidi kuona sikukosea kuikabidhi kampuni mikononi mwake. Nadhani kikubwa anahitaji ushirikiano wa kutosha kutoka kwetu ili aweze kufanya hii kazi kwa ufanisi. Kabisa. Na pia nakuhitaji wewe uwe msaidizi mkubwa katika kitengo cha fedha. Mark nakuamini sana, tena sana. Na umefanya kazi katika kampuni yangu kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo najua ushirikiano wako na Rafael utafanyisha kampuni yangu izidi kwa juu. Nakushukuru sana boss. Kwanza kabisa nakushukuru kwa kuniamini na kuniongezea nafasi. Hivi ni nani mimi? Hata niulize. Nani mimi? Hivi ni nani mimi? Navumilia. Tatizo kitokea, baba nafokea, mama natetea, dada nagombea. Nani mimi? Hivi ni nani mimi? La familia. La familia. La familia. La familia.